Kwa jina naitwa Jacqueline Gerard Matoi. Mimi ni mkazi wa Mwenge na niko kwenye haya mafunzo ya grassroots kwa sababu natamani kujifunza vitu vingi kuhusiana na mpira. Lakini vile pia ni kitu kizuri kujua kile swala zima la mpira, hasa kama kwenye swala zima la coaching. Unajua coaching tunafahamu, wengi wetu hatufahamu. Mimi mwanzo nilikuwa sifahamu kwamba ili uwe coaching lazima uingie darasani. Kumbe lazima uingie darasani na kuna ngazi, kuna process kama hii hapo. Naanzia process ya chini kabisa ni ngazi ya grassroots. Ukitoka ngazi ya grassroots inayofuata ni diploma D na kuendelea. Kwa hiyo nimeona ni kozi moja nzuri, ni kitu kizuri ambacho tunajifunza kwa sababu kinakupa uelewa mimi kama kocha jinsi gani ya kumhandle mtoto kuanzia akiwa mdogo hadi anavyokuwa katika swala zima la mpira. Watoto wenye vipaji mtaani tunaona ni wengi, na kwenye mashule sasa hivi kuna academy nyingi zinazofundisha football. Kwa hiyo ngazi kama hii ya coaching ya grassroots inasaidia sisi kama walimu sasa kuweza kuenenda na wale watoto. Mtoto anataka nini, acheze vipi, vipimo vya uwanja wa mtoto, atacheza vipimo gani. Kama hapa tumejifunza jinsi ya kupima uwanja na jinsi ya kuweka zile mazoezi, ile warm up. Kuna namna ambavyo mtoto ni tofauti na mtu mzima. Mtu mzima yeye utaona tunapanga zile cones kubwa, lakini kwa watoto tunapanga zile ndogo. Kuna disk ambayo tunatumia pia katika mazoezi. Hiyo yote tumejifunza kwenye hii kozi ya grassroots. Kwa hiyo mimi naona ina faida kubwa sana kwa sababu pia kuendeleza soka letu la hapa nyumbani Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kama sasa hivi tunafahamu mashindano yanayoendelea ni mengi. Nitolee mfano vituo vya kuendeleza vipaji. Mfano pale TFF kuna kituo cha kule Kigamboni, kuna kituo cha kuendeleza vipaji, lakini pia Tanga kipo Nyanjani. Kule kuna watoto kuanzia miaka 9 kuendelea ambao wao wanajifunza jinsi gani ya kucheza sasa mpira kuanzia wanakuwa nao hadi wanakuwa professional. Kwa hiyo tunaona kabisa kwenye swala zima la mpira tukilea watoto wetu wa nyumbani ni nzuri zaidi kuliko wale ambao tutawachukua akiwa ukubwani. Kwa akikuwa kutokea chini mpaka anapopanda ngazi kwa ngazi inakuwa ni kitu kimoja kizuri sana.